anatoa fedha nyingi, anatoa vitu vingi, anatamani, yani anajiacha mwenyewe, anatoa fedha, anagharimika kwa maskodi, maspika, waimbaji, kwa support mpaka wafike pale. Atumia gharama kubwa sana. Hilo lilinitia moyo kuwepo pale. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kushiriki naye vizuri, sasa akaona ni vema zile jitihada zangu. Kashangaa siku moja naitwa kuwa mwenyekiti. Niliogopa sana kwa sababu mimi na majukumu mengi. Kuwa mwenyekiti ilikuwa ni kazi ngumu sana. Lakini niliposikia moyoni nikakubali, nikasema tutaenda kwa kadri Mungu atakavyonisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika utendaji huu kwa kweli nimeona vitu ambavyo viko sawa na kuna vitu ambavyo haviko sawa. Na mimi nina tatizo moja. Tatizo moja ni jinsi nilivyo Mungu alivyoniokoa. Nataka kunyoka hivi kabisa. Sitaki wokovu wa utani. Utanichukia, mtanitenga. Mimi sitaki wokovu wa kujaribu kabisa, na ni mkali katika hicho. Waulize watu wa kanisani kwangu, ukikaa miezi 6 umeokoka. Mimi na hareji na dhambi kabisa zimenitesa mno. Siwezi nakaa tu vuguvugu, hiyo kitu sitaki. Na nimwambia umenipa uwenyekiti, ukubali kuwa na watu wachache. Sitakubali vitu vya hovyo hovyo kwenye huduma kama hii ya waabudio halisi, watabaki kuwa halisi. Wauni wote mtaondoka. Yesu yani kuokoka sio kujaribu. Kuokoka ni kumaanisha lazima tuwe tofauti na watu wa dunia. Leo kanisa lina michanganyo ambayo mingine haifai mpaka Mungu anaakai. Kwa hiyo watu wengine wakasema sasa tujaja kuokoka huko, tumekuja kuimba tu. Sasa unamwimbia nani? Unaokoka. Wengine tulikuwa wanaimba kitoka nakaa kule nje, nikamwambia rudi ndani, kama mtaki msionekane hapa. Sasa tujaja kuokoka, tumekuja kuimba. Sasa unaimba nini? Hapa tunaimba bongo flava hapa. Hapa tunamsifu Malkia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna watu wananisagia meno hivi yani mchungaji misimamo ndio ya Biblia. Siko nje ya Biblia, niko ndani ya Biblia. Na nashukuru Mungu tumeenda vizuri. Haleluya. Mpaka sasa watu wamenielewa na kazi ya Mungu inaenda vizuri na mikesha imebadilika na kweli tunamwona Mungu. Lakini jambo kubwa ambalo nimelishuhudia ambalo mimi sikutarajia kuipata hiyo nafasi ambayo naweza kushuhudia the grace of God wamehusika kipekee. Mimi nina ndoto ya kuhubiri injili viwango vikubwa kabisa. Na huwa nathubutu kujiita mwinjilisti wa kimataifa. Mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Na nikashuhudia siku moja niweka kwenye lile jukwaa la Bonke, nikakaa kule juu kabisa na maaskofu na wakubwa, nikasema Mungu nataka kama hivi. Sasa juzi ile baada ya grace of God imejipanga, tumefanya mkutano wa Kinondoni nzima kushirikiana na wazee wetu hawa. Sasa wakasema mhubiri bwana ni wewe. Nikasema naota au ni kweli? Jukwaa lile limegharimikiwa zaidi ya milioni 6. Kubwa kabisa hivi, kubwa sana. Na wale wahubiri wa kimataifa. Nikasema sasa hii imefika. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia umoja huu wa kuliunganisha kanisa pamoja. Mapungufu tunayo, lakini pale ambapo tunaguswa kwamba tuache mapungufu, Mungu atusaidie tuyaache. Misingi mibovu tuivunje, turudi kwenye msingi wa kwanza. Kwa hiyo kilichotokea siku ile ya Ijumaa, tukafanya mkesha mkubwa pale Bunjuei, ni ile Bunjuei shule. Nikaa nasubiri ile jukwaa. Bwana we, nikaa nawaza Mungu hapa anafanyaje sasa? Hebu weka neno. Lakini huwezi kuamini, nilisimama pale, nilijiona kama siko Tanzania hivi. Ni kama nimesogea mahali fulani pakubwa fulani hivi. Kwa hiyo ndani mwangu kuwahubiri wazee hawa ambao ni wa Kinondoni nzima, imekusanyika maaskofu na madokta na maprofesa wako pale wanakusikia. Alafu wakasema huyu jamaa yuko vizuri. Tangia pale kwa kweli siwezi kuacha ushirika, siwezi kuacha umoja. Tusimame kwenye umoja, Mungu anatuinua. Mungu aibariki the grace of God pamoja na CPCT. Tusonge mbele, Yesu anarudi. Lakini ni matukio mengi nimeanza kuona baraka hata kwenye familia yangu kupitia hiyo mikesha. Kwa mfano niseme ushuhuda wa mwisho kupitia mikesha. Nilikuwa nawaza nahitaji milioni 4, watoto wangu wamefaulu, naenda wapi? Lakini kwenye mikesha hii Mungu ajabu kamuamuru mtu toa pesa. Nikashangaa milioni 4 pia, watoto wote shule pia.
Nikasema kesheni, muombe, msingie majaribuni. Hilo jaribu limepita na mkesha huu umenisapoti, nimefika mahali ninapotakiwa kufika. Kwa hiyo ndugu zangu, kukesha ni kwa muhimu sana. Nina shuhuda nyingi, lakini kwa sababu dakika 5, bado dakika 1. Si bado dakika 1? Zimeisha. Nyie watu mnanionea nyie bwana. Mimi ndo mwenyekiti. Kaa chini. Mimi ndo mwenyekiti. Kawaida ya mwenyekiti ana mamlaka. Si ndio jamani? Si ndio jamani? Niendelee nisiendelee? Huyu jamaa bwana baadaye atatamka, wewe ana matamko. Akitamka mafuta yanashuka. Sasa asijakatamka mafuta yakashuka. Jamani, mimi ni washukuru sana na wapenda, lakini kusanyika hili jamani, hebu tuvunje udhehebu. Tuachane na udini. Bwana Yesu asifiwe.